Movie inaanza, inamuonyesha mwamba mmoja akiwa amebeba glasi, mara anampamia dada mmoja kwa bahati mbaya na kumwagia kinywaji. Dada anawaka vibaya mno. Mwamba anamwomba msamaha, lakini wapi. Muda kidogo mwamba akaenda kumchukulia nguo nyingine dukani. Dada akaenda akabadilisha, akaanza kumshukuru na kumwomba msamaha kwa kumfokea. Huyu mwamba anaitwa Cassie na huyu dada anaitwa Scarlett. Huyu Scarlett ana ndugu zake wengine wa kike ambao tutawafahamu huko mbele. Huku upande wa pili anaonekana dada mmoja ambaye ameharibikiwa na gari, anajaribu kupiga simu ili apate msaada. Huyu dada anaitwa Violet. Mara anatokea Cassie, yule mwamba wa hotelini kule, anampatia msaada. Mara gari inawaka, akaanza kujichekesha chekesha pale. Dada akamwambia ikiwezekana nikupe lift nikusogeze. Mwamba akaona isiwe kesi wala nini, akadandia chuma mpaka mtaani. Sasa huku nyumbani mtu na dada yake ambaye Violet pamoja na Scarlett, kila mtu anampa story mwenzake kile kilichotokea siku hiyo. Violet anamwambia Scarlett kwamba nimekutana na mkaka handsome kinoma leo, kanitengenezea gari langu lilikuwa limeharibika hadi nimempenda ghafla, yani nimejikuta na hisia naye. Scarlett naye anamwambia mimi mwenyewe leo kuna kijana nimekutana naye, ana muonekano fulani hivi hadi nimeishiwa nguvu, nimempenda tu yani. Violet anamwambia vipi kuhusu Mike ambaye ni boyfriend wake Scarlett. Scarlett anamwambia mimi na Mike tumeachana, nilimfumania. Ndipo tunarudishwa nyuma, kumbe Scarlett alikuwa na boyfriend wake, waliachana baada ya kumfumania. Siku iliyofuata Violet akaomba watoke kidogo na Cassie ili wapigepige story na kubadilishana mawazo. Huku nako Scarlett amekuja kazini kwa Cassie, anaambiwa Cassie hayupo. Cassie akiwa kwenye mazungumzo na Violet, mara simu ikaita, anapokea na kuongea naye. Violet anamuuliza ni nani huyo? Mwamba akamwambia ni mteja wangu tu. Huku nyumbani Mike kaja kuomba msamaha kwa Scarlett ili waendelee kama zamani, lakini wapi, anaishia kufukuzwa tu. Huku upande wa pili Mwamba anapewa lift hadi kwake, anataka kushuka tu. Violet anamwambia samahani, naweza kuingia kwako? Mwamba anamwambia bila shaka, karibu. Wakiwa ndani, demu anashindwa kujizuia, anajilegeza legeza tu. Jamaa akaona isiwe tabu, akaichapa tu. Asubuhi Cassie anazozana na mwenye nyumba wake, yaani wewe huu mwezi wa 3 unanizungusha tu kodi yangu, nakupa masaa 24 uhame humu ndani. Violet anamwambia nimesikia kila kitu, unadaiwa shilingi ngapi? Cassie akamwambia nadaiwa shilingi milioni 1. Basi nitakupa hiyo pesa ili ulipe. Mwamba haamini, anashangaa tu. Siku iliyofuata Cassie akakutana na Scarlett, wakawa wanazungumza pale, wanapiga story nini. Katikati ya mazungumzo Scarlett akamuuliza Cassie kwamba upo kwenye mahusiano. Kabla hajajibu akamwambia haina haja ya kujibu, akahofia asije akasema yupo kwenye mahusiano alafu akamkosa. Sasa huku nyumbani yule mdogo wao amerejea kutoka masomoni ambaye ni yule Luna. Kuingia tu akapokelewa mikumbato na furaha nini, wanapendana kinoma. Wanamuuliza za huko nzuri tu. Violet akamwambia sasa ngoja nikupikie mdogo wangu chakula kizuri ule, pumzika kwanza. Kwa wamekaa pale wanapiga story nini. Sasa huku Scarlett amefanikiwa kumteka kihisia Cassie, wanaenjoy tu. Jamaa anaulizwa birthday yako ni lini? Akamwambia ni Oktoba tarehe 13. Sasa siku ya birthday yake jamaa anazawadiwa gari, haamini, anakumbatia tu na kumshukuru. Na huku upande wa pili Violet anampigia simu Cassie lakini hapokei, anazidi kuchanganyikiwa. Haiwezekani, leo ni birthday yake na hashiki simu wala anitafuti. Ndugu wake anampa wazo, anamwambia labda yupo bize, cha kufanya we nenda tu nyumbani kwake, usimfikirie vibaya. Anamwambia sawa, nimekuelewa. Sasa anafika nyumbani kwa boyfriend wake, anakuta gari nje limepaki, limepambwa vizuri, anashangaa lakini anapotezea. Anaamua kuingia ndani. Baada ya kuingia ndani, alichokikuta hakuamini macho yake. Anamkuta boyfriend wake anapiga romance na dada yake, yani wapo kwenye dimbwi la mapenzi. Anatoka kwa hasira, analia. Ikabidi dada yake amfate. Mwamba akabaki anachanganyikiwa tu, haelewi imekuwaje. Luna yuko zake bizi anachati, haelewi. Mara Violet anaingia analia tu, mara Scarlett naye anaingia anamfuata mpaka chumbani. Anamwambia ulikuja kwa boyfriend wangu kufanya nini? Akamwambia yule sio boyfriend wako, yule ni boyfriend wangu mimi. Wakawa wanazozana tu, kila mtu anasema ni boyfriend wake. Scarlett baada ya muda akarudi kwa Cassie, anamfokea kwa nini unichanganye mimi na mdogo wangu? Mwamba ndo anasanuka, kumbe mtu na dada yake bwana. Sasa huyu Luna ambaye ni mdogo wao leo anamtoka wa usiku, akaita taksi pale, kumbe yule dereva taksi ni jambazi, akamwibia na kumshtua na mlio wa risasi. Luna akapoteza fahamu, kumbe lile tukio Cassie alikuwa analishuhudia pembeni, ikabidi amsaidie na kumpeleka kwake. Huku nyumbani dada zake wanamtafuta, hapatikani kwenye simu, wanachanganyikiwa tu. Isitoshe ni usiku. Baada ya kupambazuka Luna anashtuka, yupo kitandani kucheki picha, kumbe chumba cha mchizi. Ikabidi afanye mpango wa kutoroka, akahisi huenda naye ni miongoni mwa majambazi.
Wakati anataka kuchukua funguo, Casey anashtuka, anamwambia mimi si mtu mbaya, nilikusaidia jana, ulitaka kudhuliwa. Ndipo akalainika. Baada ya muda akampeleka hadi nyumbani kwao bila kujua kumbe kule ndo kwa kina Violet pamoja na Scarlett. Sasa hawa wawili kila siku wanakutana kwa mchizi tu, wanagongana yani. Sijui kawapa nini, wanagombana tu, kila mtu anamsema mwenzake, huyu ni wangu, huyu ni wangu. Mwamba akiwa kwenye mawazo, mara mlango unagongwa, kufungua tu, kumbe ni Luna, yule dada aliyemsaidia usiku. Wanapiga stori nini, wanafurahi na kubadilishana namba za simu, maana siku ile Luna aliibiwa simu, akanunua simu mpya. Wakawa wanawasiliana usiku, wanachati, kila mtu anaenjoy tu na mwenzake, mara wanatoka out pamoja, yani furaha tu. Huku nyumbani ni zengwe tu, wanagombana tu bila sababu. Sasa leo Luna kamleta Casey nyumbani ili amtambulishe kwa dada zake. Mara ghafla anatokea Scarlett pamoja na Violet, wanashangaa, Casey umefuata nini hapa? Luna anawaambia huyu ndo mpenzi wangu niliwaambia. Wanamuuliza mpenzi wako au mpenzi wetu? Ndo wanampa habari kwamba huyu ndo mwanaume ambaye kila siku tunagombana kuhusu yeye. Luna akaishiwa pozi, akawa ni mtu wa kujifungia ndani na kulia tu. Baada ya muda ikabidi awaite dada zake na kuambia, mimi hapa nilipo ni mjamzito na ujauzito ni wa Casey. Mara Casey anaingia, wanamfukuza, yani wanamchukia kinoma. Mwamba akawa ni mtu wa pombe tu ili kupunguza mawazo. Kuna rafiki yake ambaye anaitwa Jay, anamwambia pombe sio kitu cha kutatua tatizo, inabidi kujua tunaanzia wapi na tunamalizia wapi. Mara Scarlett anaingia, raundi hii kaja kwa shari, kaja kuchukua gari lake ambalo alimpa zawadi Casey siku ya birthday yake. Baada ya muda kupita, Luna mimba imekuwa na leo ni siku yake ya kuzaliwa. Ndugu zake wanamfanyia surprise. Mara Casey anaingia, wanamwambia hapana, usipaniki, tumeamua uendelee na Casey ukizingatia una ujauzito wake, kwa hiyo ni vyema mkiwa wote kuliko kugombana gombana tuna kila siku kupishana. Ndipo Luna anakunjua moyo na kumkubalia. Mwamba bila kuchelewesha wakati akamvalisha pete hapo hapo, wanakumbatiana tu, yani shangwe na furaha. Nyumba nzima ikageuka furaha, yani hakuna tena zengwe. Huu ndo unakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Three Sisters. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Mimi naitwa Morash, kwenye Instagram natumia It's Morash, Facebook natumia Morash kijukuu pamoja na TikTok